kiko jikoni. Ha! Mama.
Ami hapa. Lengo moja nilokuitia hapa ni kutaka kujua historia kwa kifupi ya Jennifer toka akiwa mtoto mchanga kabisa. Jennifer na Patrick ni watoto marehemu dadangu. Katika tumbo la mamangu sisi tulizaliwa wawili. Mimi na mama Patrick na Jennifer. Kwa bahati mbaya dadangu na alishafariki na mama yetu mzazi na alishafariki, kuna baki na baba tu. Na kwa bahati mbaya tena, sijui kuna tatizo gani katika familia yetu. Hata baba zao Jennifer na Patrick washafariki kwa sababu babake na Patrick ni tofauti na babake na Jennifer. Mara tu baada ya kufariki babake na Patrick, dadangu aliolewa na mwanaume mwingine ambaye ndiye babake na Jennifer. Kwa waliishi katika kipindi kirefu sana bila kupata mtoto. Upatikanaji wa Patrick ulikuwa hauna matatizo, lakini tatizo lilikuwa kwenye kumpata Jennifer. Yaani kweli kwa sababu mara tu baada ya kuolewa na babake Jennifer, dadangu aliishi kipindi kirefu kidogo bila kupata, alikaa muda kidogo bila kupata mtoto. Na dadangu alitaka amfurahishe mume wake kumzalia mtoto. Ndipo hapo alipoamua kwenda kwa waganga kienyeji kumtafuta Jennifer, na ndipo hapo ndio mwanzo wa tatizo. Ni kweli. Ni kweli. Jambo ambalo lilikuwa linamkera sana baba kwa sababu baba hakupendezwa na hicho kitu. Kwa hiyo alienda kwa waganga mbalimbali kwa ajili ya kupata ujauzito amzalie mtoto ule mume wake. Lakini kweli alipata ujauzito, lakini mara baada tu ya kuzaliwa Jennifer baba yake alifariki, na baada ya muda kidogo tena dadangu naye alitangulia, alifuatia akafariki. Na shinikizo hili lilianza toka kwa bibi yenu. Yeah. Lakini baba alikuwa anapingana sana na dada kwa kitendo chake cha kwenda sana kwa waganga. Hii imekuwa ni matatizo sana, hasa kwa wanawake pale ambapo wanaamua kutafuta watoto kwa njia ya kawaida inashindikana. Wanaamua kwenda kwa waganga kienyeji ili kuweza kupata watoto. Na ndipo hapo wanapojiona wanaingia katika maagano ya kipepo na kichawi ili kuweza kupata mtoto, pasipo wao kujijua ama kwa kujua. Na ndivyo ilivyotokea kwa Jennifer. Na dada yako wewe alipoenda kumtafuta Jennifer kupitia waganga kienyeji, aliingia maagano ambayo ile maagano yalikuwa ni ya kichawi. Hivyo Jennifer alikuwa na spirit ya kichawi toka akiwa tumboni mwa mama yake. Na ndio maana Biblia inasema hivi, walifundishwa uongo akiwa toka tumboni mwa mama zao. Hivyo Jennifer alipozaliwa alizaliwa na ile spirit ya kichawi na ambayo imemfanya mpaka hivi alivyo leo. Lakini pastor, wewe hayo umejuaje? Roho Mtakatifu mwenye peke yake ndiye aweza, maana si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Yeye azijua zile siri za ndani kabisa za mwanadamu. Na hii inatakiwa tuingie katika kung'oa na kukatisha ile mikataba yote na yale maagano yote yaliyofanyika toka akiwa tumboni mwa mama yake. Ile maagano ya kichawi, yale maagano ya mizimu na kipepo, inabidi tuyang'oe. Tumtenge mbali Jennifer na yale maagano yote. Tunaona tumepewa mamlaka ya kuharibu nguvu za giza, ya kubomoa nguvu za giza ili kupanda na kujenga ufalme.
Kwa hiyo wewe unamwonaje? Anko, kusema kweli, wakati mwingine hata mimi namuogopa. Unamuogopa? Ndio. Kwa nini? Tabia yake alionayo hivi sasa. Je, kuna wakati labda alishakwambia labda kuna kitu labda hakipendi hapa nyumbani? Kuna vitu labda vinamuumiza, kuna vitu ambavyo vinamkwaza? Unafikiri kuna alishakwambia kitu kama hicho? Anko hajawahi kuniambia. Zaidi nikimkuta kama anawaza, sijui anasali akiwa amekaa hivi. Yaani hata simuelewi Anko. Anafanyaje? Amekaa hivi. Patrick, mtu anayesali anakaa hivyo? Sababu anakaa muda mwingi Anko. Lakini okay, akimaliza kusali huwa anafanya nini? Anaondoka. Na ukimwongelesha hakusikiliza, yani kama hakusikii. Okay. Usimwogope. Sawa? Yule ni mwenzetu. Ni mdogo wako. Na mimi ni mjomba wenu. Ni mambo tu ya utoto. Unajua ukiwa bado mdogo hivi unakuwa kuna mambo kidogo ambayo ya utoto ambayo sisi wote tumepitia huko. Kwa hiyo hata wewe unachopenda wewe umetulia kidogo, lakini si watoto wote ambao wanakuwa wametulia. Umenipata? Kwa hiyo yeye kidogo naye ndo anapitia katika ule utoto kutukutu. Kwa hiyo usimwogope, ni mambo ya kawaida. Ishi naye vizuri kama wewe ni kaka, na yule ni mdogo wako, basi mshauri pale inapobidi kumshauri, lakini usimwogope. Na mimi nitajaribu kuwa naye karibu zaidi kusudi tuweze kusaidiana. Lakini kutie moyo kwamba usimwogope, unanipata? Yale ni mambo ya utoto tu. Hata sisi wote tumepitia kule. Umeelewa? Hata sisi wote tumepitia. Kwa hiyo kuna watoto watukutu, kuna watoto wengine wanakuwa pole kama ulivyo wewe. Sasa yeye ni mmoja kati ya watoto watukutu, lakini usimwogope, ni mambo ya kawaida kabisa ambayo upaswa hata kuogopa. Sawa? Na mimi nitajaribu kuwa naye karibu kuweza kumjenga kusudi aweze kubadilika. Lakini usiogope. Mbona mimi simwogope? Mbona simwogope? Yaani kwa sababu ninajua hayo mambo kwamba hata sisi tulipitia huko. Tulikuwa watundu, tena sisi tulikuwa watundu zaidi yake. Nitajaribu kuwa ninamweka sawa zaidi. Kwa hiyo usimwogope. Sawa? Wala usikorofishane naye. Kule ni pamoja, shirikiane pamoja kama mnavyofanya mkiwa mnaenda shule. Sawa? Kama kuna tatizo lingine, John niambie. Sawa? Patrick. Sawa? Ondoa shaka mimi kwa ajili yenu. Sawa. Jukumu la kuwaleni nyinyi nilipewa kifamilia. Hakukuwa na mtu yote ndugu wa karibu aliyeoa ama aliolewa na mwenye uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba mnapata elimu nzuri, mnalala pazuri, mnakula pazuri, yaani kuwatekea, isipokuwa mimi. Kimila ama kiutaratibu wakati mwingine ni vigumu sana kumpatia mtu jukumu hili ambaye hajaoa au wakati mwingine ambaye hajaolewa. Lakini kwa kuwa hakukuwa na mtu yote mwenye uwezo huo, ndio nikapewa mimi ile jukumu. Sisi tulizaliwa wawili tu. Mimi na marehemu dada. Yeye kafariki. Baba zenu wamefariki. Bibi yenu na alishafariki. Jukumu hili tusingeweza kumwachia babu yenu nyinyi. Ikabidi nilifae mimi. Kwa sababu ingekuwa ni kituko mkaishi kwa jirani angali mimi bado niko hai na nina uwezo wa kuwajali nyinyi na kuhakikisha mnapata kila mahitaji mnayohitaji nyinyi. Lakini Jennifer, kama kuna tatizo lolote hapa nyumbani ambao unafikiri
linakukera, linakutatiza mpaka unakuwa katika hali hiyo, niambie. Niko hapa, mjomba wako, mjomba wenu, Uncle JJ. Uncle JJ. Nipo hapa kwa ajili yenu. Sasa hivi umefikia tu hata kaka yako Patrick anakuogopa. Wewe hilo jambo unalifikiriaje? Hofu yake tu wako. Hofu yake? Watoto wengine wa majirani hata uko shuleni ambona wenyewe wanakuogopa. Wewe hilo jambo unalifikiriaje naye? Mimi najiona niko sawa. Labda nyinyi. Sasa kukaa hivyo ni kwamba unakuwa unanisikiliza vizuri kwa makini ninachokuambia au? Jennifer, ninachotaka hapa ndani ya nyumba kuwe na amani. Nataka amani hapa. Uncle, mbona amani ipo? Iko wapi? Kwa kweli. Kama amani ipo na una hiyo na ipo, basi hebu punguza basi hayo manjonjo, hayo madoido, hivi vituko. Hebu punguza kidogo wangu, sawa? Kuwa mtoto mzuri. Uanze hapa ndani ya nyumba, hata shuleni na kokote kule. Badilika. Kama kuna tatizo lolote, niko hapa, mjomba wako, Uncle JJ. Uncle JJ. Badilika. Umenielewa? Jennifer, umenielewa? Narudia, umenielewa? Nimekuelewa. Sawa. Kwa hiyo pastor, bwana kumwombea yule mtoto acha. Kwa sababu unaona kadri unavyozidi kumwombea mwelekeo sio mzuri, kwa sababu yeye mwenyewe hapendi vitu vya maombi. Na yeye mwenyewe kadhibitisha kwa kinywa chake kwamba iwapo utaendelea tu kumwombea hivi hivi, wewe mwenyewe unaweza hata ukadhurika. Sasa kwa mimi nakupenda pastor, ndio maana nakuja kuambia bwana, acha kumwombea yule mtoto kashindikana, acha na maombi yako, acha. Sasa unaongea kitu ambacho ukijua. Mashariki na magharibi hata siku moja haviwezi kuja kukutana. Na kaskazini na kusini hata siku moja haviwezi kuja kukutana. Mashariki na magharibi viko mbali sana. Jinsi ilivyokuwa mbali mashariki na magharibi, na jinsi ilivyokuwa mgumu mashariki na magharibi kukutana, ndivyo ilivyokuwa mgumu mpakwa mafuta wa Bwana kushindwa na nguvu za giza. Sikiliza, tumepakwa mafuta kuharibu na kuteketeza ili kupanda na kujenga. Ufalme wa giza hauwezi kusimama. Kila nguvu za giza ziko chini ya miguu yetu. Hujanielewa? We have anointing to destroy and to break every demons and demonic spirit. Tumepakwa mafuta kung'oa falme za giza, iwe ni vinyamkela, vibwengu, majini, mapepo, yote hayana nafasi. Maana sisi tumepewa nguvu na mamlaka. Sijui kama unajua hiyo nguvu ambayo tumepewa ya kuharibu na kuteketeza nguvu za giza. We are anointed to break every yoke of devil. Tumepakwa mafuta kwa kuvunja kila ngome. Hata siku moja uchawi hauwezi kusimama. Nguvu za giza haziwezi kusimama, na wala hata siku moja siwezi kudhurika. Hata siku moja siwezi kushindwa na nguvu za giza. Simama. Twende. Wapi basi? Kwa hiyo mtoto kule nyumbani? Pastor wanacheza. Unanipeleke kule. Holy Spirit. Unanipeleke kule. Roho Mtakatifu mfungulie macho. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Usitaki niachilie nguvu za Mungu zitakazoleta transformation ndani ya maisha yako leo. Twende.
hapa ndio nyumbani. Kwa hiyo tufanye hivi, wewe ingia ndani kamuombe, halafu mimi utanikuta hapa na kusubiri. Hii ni nyumba yako, ni familia yako, inabidi tuingie ndani wote. Unielekeze twende. Ndani kila kitu nimesha set. Yumo mle mdogo na kaka yake. Kwa hiyo utafika pale utawaambia mimi utanikuta na kusubiri hapa kusudi nikurudishe nyumbani. Roho wa Mungu ananiongoza kwa twende wote. Hata mimi Roho wa Mungu ananiongoza kwamba nikusubiri hapa kusudi nikurudishe kwako. Sikiliza, huu ndio ukombozi wako wewe na familia yako yote na watoto wako wote, hata waliopo katika viuno vyako. Wale si watoto wangu, mimi ni mjomba wao. Sawa, lakini hii si ndio familia yako? Na walea tu wale. Sikiliza, acha imani haba. Inatakiwa uwe na imani ambayo itaweza kuwakomboa watoto wako. Twende. Huyu mtoto ana timbwili. Yes. Huyu mtoto timbwili lake achana nalo. Yule ndio Jennifer. Jennifer. Pastor, mchungaji. Habari yako Jennifer? Fanya kilichokuleta. Jesus Christ. Father, in the name of Jesus, I break every one. Nimekwambia sitaki maombi yako. Every demonic. Nimekwambia sitaki maombi yako. Every work of devil I command. Sitaki maombi yako. Every power of demon spirit in the name of Jesus, I cast. Sitaki maombi yako. Taka. Ngome. Ninakamata kila. Wewe pasta mwaje na mtoto. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Kaiombe familia yako. Unaenda wapi? Nimeshakwambia hivi kwamba mimi yule mtoto nilikwambia toka nyumbani kwako sitaki maombi. Yule mtoto maombi kifanya maombi ndo namtibua kabisa. Sikiliza, huu ni ufalme wa nuru. Unapoingia katika ufalme wa giza, ufalme wa giza huwezi kukaa. Sasa ngoja unaona balaa lake. Acha kuwa na imani haba. Lazima usimame katika imani ili uweze kuikomboa wewe na familia yako na watoto wako wote. Pamoja na hayo, kwani wewe pasta, wewe kweli wewe pasta gani? Wewe una hata vidawa vya kumnyunyizia tu ile mtoto kidogo akapona, au nyingine ukachanganya kwenye chakula, kwenye chai, kwenye juice akapona. Wewe mpaka useme vile? Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kukitumia, maana hakuna jina jingine tulilopewa kuokolewa kwalo, tupatalo sisi wanadamu kuokolewa kwalo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai peke yake. Yeye ndio mwanzo na mwisho, yeye ndio alfa na omega, yeye ndio awezaye kukomboa, kumng'oa kitu, kuweka ufalme mpya, kuweka ufalme wa nuru. Unapoingia ufalme wa nuru, ufalme wa giza lazima uondoke. Zaidi yake hakuna jina jingine linaloweza kuokoa. Hiyo Yesu kitamka mtoto ndo anatibuka kule. Ndio maana tu hapo tusitaki. Wewe mtoto ponyeshe tu yule. Robo sheka. Yes, twende tukaokoa mtoto wako. Maana huu ndio muda wa kumhamisha katika ufalme wa giza. Pastor, twende nikurudishe kwako. Next time. Tutakuja. I thank you, Holy Spirit. Kama nataka kuja mtoto anaweza katoka muda si mrefu pastor. Twende nikurudishe. Alafu next time tushamuudhi. Hosteli kuogopa. Twende.
Vipi? Jamani ndugu yangu unakuwa mtu unalalamika kila siku. Yaani yule pasta wako yule. Pasta wangu yule. Mimi si nimjua kupitia wewe. Sawa, nimekuambia ni maongezi nilisikia baina ya mke wangu na dada yake. Kwa kifupi Yule pasta ndio katibua kabisa, karibu kila kitu. Tingiza kama imeisha, leta nyingine. Mwaka huu kazi unayo. Yaani karibu yule mtoto ndo kama kamchochea moto. Kwa tufanye mtoto tumchinje. Tuchinje wapi? Yaani kwani wewe pacho kuna hata mapasta kuwa na dawa kunyunyizia tule mtoto. Hapana ndugu yangu, umeona wapi pasta ninyunyizia? Mimi nimekupata. Unahitaji mganga wa kienyeji. Sio kwamba mimi nahitaji mganga wa kienyeji. Ila ana ile tatizo linalo mtoto. Kama anapatikana yule mganga wa kumponyesha basi amponyeshe, ila sio kama mimi namhitaji. Kwa kifupi, nataka mganga wa kienyeji. Sio kama mimi namhitaji mganga wa kienyeji, ila anahitaji yule mtoto apone. Kwa anahitaji mtoto apone basi yule mganga akamate nafasi yake, ila mimi simhitaji. Umhitaji? Utaweza? Kwani nitaweza? Kwani mimi nambeba mgongoni? Niuliza tena, utaweza? Au mazito? Tunaenda ndugu yangu kwa mganga. Tunaenda. Ataponyesha. Jamani. Sio tunaenda. Sio ndio tunaweza suluhisho. Tutaenda huko tutajua. Ila mimi namwamini yeye jamani. Itatingisha kama wewe. Ukiona maji meusi ni alama kama tumefika leo kufa kwa babu. Haya. Macho. Nini? Nimechoka.
Pacho, enough, it is enough. Sawa. Nimechoka. Matatizo yako wewe, unaambia mimi umechoka. Wewe hakuna barabara ambayo magari yanapita. Si umechoka? Si umechoka? Kwa nini tusitumie magari yetu? Haya. Kwa nini tusitumie magari yetu kama hii? Unataka kupita kama hii? Si umechoka? Choka. 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 Twende. Si umechoka? Wewe si umechoka? Matatizo yako unisumbua mimi, kisha mbona unachoka? Umechoka. Mimi nimechoka zaidi yako sasa. Basi sijachoka. Twende. Acha mambo kwa mambo. Kwani leo tukifika tutazungumza shida zako, kwani shida zangu mimi pekee? Sina shida. Napajua. Sijachoka. Tuna shida na wewe mwenyewe. Tena usitema mambo kabisa wewe. Tafika bwana. Wewe isemu lijua. Shida. Yangu shida. Shida? Lazima kujulisha huko. Kwa kupata shida duniani, unajua dunia ni nini? Lazima kuhangaika. Tumeshafika bado? Bado. Kuna mama fulani kiona nitakwambia twende. Tamuke. Nani wana? Ezanga Pacho. Pacho? Nazoea. Bien, Tamuke. Bien, tout va bien. Moninga nayo. Azana problema. Moninga nayo. Azana problema. Na hivi Tamuke, yangwana na ipa na yopo usalisa biso. Ekosila. Ekosila. Jaga hii dawa ndio natoa. Ndio nampaga aende kuikeka kuchakula. Chakula huyo mtu. Akichekaga hii dawa. Ndio imekwisha kabisa. Hapanaga ishi tena mdunia hii. Amunaga tena shida. Ndio mimi ni mtu mkubwa. Nimekuja hapa. Hapanaga shida.
bien. Bien. Merci Tamke, merci. Merci Tamke. Mimi ndio yule mganga kutoka kule Zaire. Ndio mtu mkubwa, ndio natisha kabisa. Hapana kuchezea mtu. Hapana kuchezea mtu hapa. Iko bien. 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 Unajua chakula patu? Ango kitabu kwa ile nitolewa. Lakini nimeandaa leo kwa ajili yenu. Unajua mambo yako JJ. Nataka nini? Anko. Unacheza nimefanya. Wewe. Ni wakati wa kula, mambo yako ya mchezo acha. Mdomo unao mmoja, huo ufanye mchezo huo ule utapaliwa. Nisikilize hapo, kitu cha muhimu nataka kuongea. Kitu gani? Pale ulipoondoka, nimebadilisha sani.
Ya kwako na mimi, ya kwangu ndio hii hapo nakula. What? Wewe umefanya nini? Wewe mimi nakufakulia unabadilisha sana wewe. Mnanitinda, nasema mnanitinda. Asante tutakasirika. Wewe sio kitu cha kasirika hicho. Hivi nyinyi watoto tunasema mmenishinda. Tena mimi niwapende vipi? Nimekujazia miwali yote umekuja kuchukua sahani yangu. Wewe mtoto wewe. Malizia. Asiki chakula unamwachia nani? Kelele wewe. Bosali Buzoba, Bobo Bismakambo. Zoba! Ndio mmefanyaga ujinga. Ile dawa itatwala ile mtoto. Ndio mmefanya uzembe. Ndio mmefanya nini? Ndio ndio nafanya kwa mara ya mwisho. Ndio nawasaidia tu kutokana na huduma yangu mimi. Ndio nafanya kwa sababu ya huduma tu. Sasa ndio nafanya ile mara ya mwisho. Endapo nafanya sasa ndio namaliza kabisa. Bie. John kutoka kule mtu wa pori. Kutoka kule ile misitu ya Kongo. Ndio katika misitu mikubwa. Ndio watu wanapendaga kule kwenda, sisi kama watu wakubwa kama sisi. Ndio nafanya ule mjinga, ndio namaliza.
kuna kitu umekifanya ambacho hakimpendezi Mungu, na hicho kinaweza ikabadilika na kuwa laana katika maisha yako. Thank you Holy Spirit. Pastor, ni kweli nilienda kwa mganga, lakini matokeo yake kunako sijapata suluhisho, sijapata msaada. Cha kushangaza hata mganga mwenyewe amefariki. Mimi nidhani angalau nitasaidia, yani kulea hawa watoto imekuwa kwangu kama mateso. Nidhani nitapata msaada, mganga naye amefariki. Maagano uliyoweka na yule mganga na amefariki yatazidi kusimama. Ni jukumu letu sasa kwenda kuvunja manuizi yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, nasema asante kwa ajili ya nafsi na roho hii, mfalme wa amani, iliyojua kosa lake Jehova na kukurudia wewe Mungu uliye kweli. Nasimama kama kuhani wako nikileta toba mbele zako Jehova. Naleta toba kwa ajili yake, naleta toba kwa ajili ya familia yake, naleta toba kwa ajili hata ya viuno vya matumbo yake, mfalme wa amani, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, unaenda kuingia kati sasa, unaenda kuvunja kila ngome kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti. Mungu uliye hai, nenda kinyume na kila ngome zilizosimama, kila maagano, kila manuizi, kila ngome kwa jina la Yesu. Nasimama kama mtumishi wako uliyenipaka mafuta kuhubiri unyenyekevu, habari njema, kuang'oa katika maangamizi, kuwaleta katika nuru yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, unaenda kuingia kati sasa, unaenda kuvunja kila ngome. Mungu umenipa mamlaka ya kuvunja na kuadhibu ili kupanda na kujenga. Sasa ninavunja kila maagano, ninavunja kila mamlaka, ninavunja kila ngome zilizosimama kinyume cha maisha haya. Kwa jina la Yesu Kristo, ninang'oa kila mipango ya shetani, ninaharibu kila ngome kwa jina la Yesu Kristo. Mungu umenipaka mafuta kuhubiri unyenyekevu, habari njema, kuhamisha walio katika vifungo, kuhamisha walio katika maangamizi. Na mng'oa sasa yeye na familia yake katika maangamizi. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pastor, nilikwambia. Nami nimekuona, huu ndio mwisho wako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. In the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Yes. I release fire. 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 Yes, I release fire. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire, 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 fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. I command. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. Yes, 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 yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And command now the fire of the Holy Ghost to pass and search. Toka utosi wa kichwa chake hadi nyayo mguu wake, moto wa Roho Mtakatifu sasa.
Thank you, Jesus. Anyway. Yes. I give you glory, my Jesus. Oh, Rabasanta Rabayeki. Robo Sita Rabashaka Rabayeki. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba anasema asante kwa ajili ya mtoto huyu. Nampaka mafuta mbichi kwa ajili ya utumishi. Namua kila nyambaza, kila mgome, kila msingi mikovu. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti mwana wa Mungu hai. Na achilia. Samahani, naomba kuongea na wewe. Samahani, naomba kuongea na wewe. Haya, ongea. Semaje? Kisha kuniambia kwa nikiwa na tatizo nje kukwambia. Ndiyo, kwani wewe una tatizo? Ndiyo. Aha. Anko, sasa hivi nimekuwa mtoto mzuri. Naona aibu nyinyi mnanitenga, wenzangu shule wananitenga, Patrick ananiogopa na hata wewe pia unaniogopa. Mimi nakuogopa wewe? Anko JJ haogopi watoto watukutu. Anko JJ ni kwa discipline tu. Kwa discipline. Kwa una uhakika wewe unasema kabisa umebadilika? Ndio. Unataka kuniambia kuna utofauti kati ya Jennifer wa kipindi kile yule mtoto mtukutu na huyu sasa hivi naongea naye hapa? Ndio. Sasa hivi nimekuwa mtoto mzuri. Inaniuma sana marafiki zangu shule wananiogopa, Patrick ananiogopa, wewe pia unaniogopa. Najisikia vibaya sana huko mnavyonitenga. Bila shaka muombe yule mchungaji amekusaidia. Ndio. Na unasali kama nilivyokuelekeza? Ndio. Jennifer,
usiwe na shaka juu ile, kwa sababu hapo mwanzo hao watoto wengine wanakuogopa ulikuwa wewe ni mtoto mbaya. Na kwa kuwa wao walikuwa ni watoto wazuri, hakutaka wajichanganye na wewe kwa sababu na wenyewe walikuwa na hofu wasiharibike kama wewe. Na kama ulivyotangulia kusema kwamba haukuwa wewe, haikuwa akili yako, basi sasa hivi ni wakati wako wa kuwafanya kila mmoja, wa kumfanya kila mmoja aamini kwamba haukuwa wewe, bali alikuwa ni mambo mengine zitafrani za kidunia ambazo si makosa yako. Sawa? Kwa sasa hivi zingatia masomo, kuwa mtoto mzuri, sali kama ulivyoelekezwa. Huo ndio msingi bora wa maisha. Na sasa hivi ndio utakapoenjoy kuona hapo jeje. Mtakula vizuri, mtasoma vizuri, hata Patrick utaona hata kukimbia. Nitajaribu kuongea tena na baadhi ya walimu kusudi wawasi baadhi ya watoto ambao wanakuogopa wewe, kwamba sasa hivi umebadilika. Sawa? Ulikuwa unafanya nini kutoka? Unafanya usafi. Sasa unaona sasa. Sasa umekuwa Jennifer. Hivyo ndivyo anko wako anataka. Anko JJ.